viongozi wa Yanga na wa Simba ni mbingu na ardhi. Kwa nini? Ndio haya nao watesa watu. Kumbuka Simba haijachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Mo yupo. Matangazo ya Mo kwenye mashati si jezi zipo. Si ndio? Simba inachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Yanga inateseka. Leo hii Yanga ina maokoto, imepata tajiri ambaye pesa andiki, uhakika. Kanyoka namna hii. Pesa nini? Andikie, JSF, andikie. Imetulia namna hii. Unaona vizuri? Imetulia namna hii. Then akapata watu sahihi, wasomi damu changa. Engineer hajafikisha miaka 40, Arafat hajafikisha miaka 40, Alex Nga hajafikisha miaka 40. Yaani pale mtu mzima kwenye klabu ya Yanga ni mtendaji mkuu tu, CEO under 19. Lakini wengine wote makinda under 17 wale. Wale wote wale. Alafu elimu. Wana Simba kwa hivi sasa ni haki yao kupata na changamoto ya afya ya akili, kwa sababu hawa kina Harris wamekuja juzi tu kwenye utawala wa uongozi kwenye klabu. Lakini haimaanishi kwamba walikuwa hawaujui mpira. Wanaujua mpira, lakini kwenye management ya klabu na kuendesha mpira kwa muda mfupi sana. Ukitaka ujue, aliyekuwa nacho anacho tu. Simba imedominate ligi mara 4 mfululizo na robo finali za kutosha. Haijatoa kiongozi yoyote mkubwa level ya dunia mpaka dakika hii. Young Africans katika miaka 4 imetoa kiongozi mkubwa level ya dunia, Engineer Harris, ambaye yupo kwenye kamati ya mashindano ya wanaume duniani kote. Unanipata ninachosema? Haujaishia hapo. Kipindi kifupi hiki Simba wana haki kuwa na changamoto ya afya ya akili. Wana haki. Yaani mimi si walaumu, wana haki. Harris kwenye kipindi kifupi amekuwa mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika, aka. Tuulizane hapa. Ina maana FIFA au kafu hawajamwona Mangungu, hawajamwona Magoli,